Akili ya binadamu imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Saikolojia, akili ya binadamu iko katika sehemu ya kwanza inaitwa conscious mind, ya pili subconscious mind, na ya tatu unconscious mind. Na katika video hii tutakwenda kuzungumzia hizi akili tatu kwa kina na jinsi gani zinavyofanya kazi na wewe zinakuaffect vipi. Akili ya kwanza, conscious mind. Conscious mind ni akili ya sasa. Ndiyo akili ambayo inafanya maamuzi, ndiyo akili ambayo inawaza, na ndiyo akili ambayo inaamua kitu gani ufanye kwa muda huo. Mfano, unapoamua kuamka asubuhi muda fulani, kitendo cha wewe kuamua kwamba muda huu niamke na kweli uanze kuamka, pale umefanya maamuzi na akili ulotumia hapo ni conscious mind. Mfano mwingine, kwa mfano dereva unavyomwona anaendesha gari, yule anaendesha gari ndiyo conscious mind, na gari zima ni sehemu ya akili iliyobaki. Sehemu ya pili ya akili inaitwa subconscious mind, na hii sehemu ya pili ya akili inadili na tabia za kila siku. Matendo unayofanya kila siku ya mazoea na ya tabia yanaendeshwa na akili hii ya pili, subconscious. Sio kila kitu unachofanya unafanya kwa maamuzi. Mambo mengine unajikuta automatically tu umefanya. Mambo mengine unajikuta tu tabia umeshaizoea. Na akili ya tatu inaitwa unconscious mind. Hii ni akili ambayo iko kimya sana. Ni akili ambayo iko kizani katika ubongo wako. Na hii ni akili ambayo inahusika kutunza zile kumbukumbu za mwanzo kabisa. Kwa mfano, kumbukumbu zote ulizowahi kupitia toka umezaliwa ukiwa kichanga mpaka leo hii, zote zipo. Yaani akili ya binadamu haipotezi kitu chochote. Vitu vyote ulivyowahi kuona, kusikia, kunusa, kuonja, kuhisi, hata zile ndoto ulizowahi kuota, zote zimetunzwa katika unconscious mind. Na kuelewa hizi akili tatu ni muhimu sana, kwa sababu zitakusaidia wewe kujishape na kubadilisha tabia yako. Tabia yako inajengwa na vitu ulivyowahi kusikia, kuona, kufanya, kuhisi, hata vitu vyote ulivyowahi kuonja. Vyote vimetunzwa na vyote vinatengeneza tabia yako na vinakutengeneza wewe jinsi ulivyo. Hivyo, kama ukiona akili yako inakusumbua, inakupeleka kwenye mambo mabaya, inakupeleka kwenye hisia hasi, inakuzuia usipate mafanikio na kukupelekea tu kupata matatizo, elewa kwamba vitu vyote hivyo vimefanyika wewe ukiwa umeviruhusu, na jinsi ya kuvibadilisha ni wewe kuvibadilisha kwa kuamua. Tabia moja inakuwa replaced na tabia nyingine. Jinsi ya kubadilisha tabia, cha kwanza kabisa, hakikisha unaiambia akili yako nini cha kufanya. Kwa kutumia conscious mind yako, iambie subconscious mind yako tabia gani unataka ziendelee, na unconscious mind yako ni jinsi gani unataka maisha yako yawe kuanzia sasa. Na hizi zifuatazo ni mbinu za jinsi ya kuprogram subconscious mind yako na kubadili tabia zako kwa ajili ya mafanikio yako. Mafanikio ni chochote kile unachotafsiri wewe, iwe ni kufikia hali fulani, kuwa mtu fulani, au kupata kitu fulani. Kama tulivyosema, subconscious mind yenyewe ni program. Kwa hiyo inategemea vitu kujirudia rudia. Inapenda repetition, urudie, uiambie mara kwa mara. Inapenda kuona picha, inapenda kuona mahojiano, unazungumza nayo, na haijui utani. Elewa kwamba chochote utakachoiambia subconscious mind yako itaichukulia na itaifanyia kazi. Hivyo, chukua peni na karatasi, andika vitu gani unavyotaka. Na hivyo, hiyo karatasi iweke sehemu ambayo utaweza kuipata kirahisi. Ukiweza, wengine wanaandika kwenye diary, wengine wanaandika na kubandika ukutani sehemu ambayo anaiona yeye peke yake, ili mradi tu upate ile hali ya kurudia yale maneno au ile picha iingie akilini mwako. Njia ya pili ni kufanya affirmation, kuzungumza, kukaa ukatulia. Yani affirmation na meditation, unakaa unatulia ukiwa peke yako. Hakikisha uko kwenye sehemu ambayo ni comfortable, unafumba macho, unatulia, unapumua nje ndani, nje ndani. Na katika kupumua huku unapata hali ya utulivu na kuweza kuisikiliza akili yako ni kitu gani ongelesha. Isikilize akili yako inakuongelesha kitu gani, na vile vitu inavyokuongelesha viandike chini na uvifanyie kazi. Kumbuka, conscious mind, subconscious mind na unconscious mind zinafanya kazi kwa pamoja, lakini zinafanya kazi katika utatu. Conscious ikiwa ndo kiongozi,
tofauti. Subconscious ikiwa ni kama katibu ambaye kazi yake ni kuchukua maagizo kutoka kwa conscious na kumpelekea kufanya kazi, na unconscious mind yeye ni kama engine, ndio inabeba sasa ule mfumo wote wa akili. Njia ya pili ni kufanya visualization, yani kuvuta picha akilini. Hakikisha pale unapokuwa umekaa umetulia, unavuta picha ya kitu unachotaka. Usiwaze vitu ambavyo huvitaki, waza vitu ambavyo unavitaka. Unataka kuwa mtu fulani, unataka kupata kitu fulani. Hakikisha hivyo vitu unaviwaza. Tumia muda dakika 5 mpaka dakika 30. Concentrate, waza kuhusu vitu hivyo tu. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umefanya meditation nzuri, na ukiweza kama unapenda mziki mdogo mlaini ambao utakuwa unasindikiza meditation yako, basi weka. Na kwa kufanya hivyo, elewa kabisa utaweza kuprogram unconscious na subconscious mind yako ili kufanya vile ambavyo ungependa wewe. Basi kama umependa video hii, mimi ni Dr. Moses, na hapa kwenye platform hii inazungumzia masuala mbalimbali yanayohusiana na afya ya akili. Kama umependa video hii, tafadhali naomba subscribe kwenye channel yangu, weka comment video gani au kitu gani hasa ungependa nizungumzie, na hakika nitatengeneza